Kwenye hii familia kuna huyu ambaye anaitwa Joshua na huyu mwanamke ambaye anaitwa Shola. Shola ni mfanyakazi wao na kina Joshua, ila Joshua anampenda sana Shola na wapo kwenye mahusiano tayari. Wakati anaendelea kubishana nje, anakuja mama yao na kuwafuma. Mnafanya nini hapo? Joshua akamzidi haraka Shola. Joshua, unatakiwa uko kwenye masomo sasa hivi. Sikukaa hapa nafanya kazi. Analo jina. Mimi sijali. Vyote ndivyokuwa. Mama, nimekuja kumuuliza kitu. Ilikuwa kuna jinsi yangu sioni. Ndio maana nimekuja kumuuliza. Wewe mbwa, toka hapa. Toka hapa. Akaambiwa ende kusafisha chumbani pasikute na mavumbi yote yale. Na wewe usifanye kitu kunaidisha. Unanishushia heshima. Joshua akaondoka hataki ujingo mama yake. Hii ni painful promise. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho ili kuelewa vizuri zaidi. Mida baadaye Shola akaitwa na mama. Mama akamwagia pilipili usoni. Shola maskini akaanza kuhangaika pale, huku mama anamshushia vijambo na maneno akashfa. Huyu mama ana roho ngumu sana. Pale akaja Lauren, akamkuta Shola yupo hoi mbaya. Basi akamchukua na kumpeleka chumbani kwake apumzike, akamlaza kitandani. Huku nje Joshua anafanya mazoezi. Lauren akampigia simu Joshua na kumwambia kilichojiri. Joshua akasema nakuja. Basi akaenda mpaka nyumbani. Lauren akasema mimi nipo nje. Joshua akaanza kulalamika sana pale, kifua cha moto muda huo. Shola akasema anataka kurudi kufanya kazi. Nini? Kwenye hali hii haiwezekani. Joshua, lakini unamjua mama yako. Joshua akamwambia wewe tulia tu hapa, nitalishughulikia hili. Akatoka mpaka kwa bi mkubwa. Aliwasha moto si mchezo. Huwezi kumkongea kifua mfanya kazi. Yule si mfanya kazi, ni mpenzi wangu mimi. Hivyo ulichaguliwa kuolewa na baba kibao. Huwezi kuongea na mimi kama hivyo. Hii ni hatari sana. Mapenzi yana nguvu sana. Ugovu ukazidi, mama ikabidi amtoe nje Joshua kwa nguvu. Huku Shola anataka kuamka ende kufanya kazi. Anakuja Joshua na kumzuia kwenda kufanya kazi. Ila Shola analazimisha kwenda kufanya kazi kwa sababu Madam Bosi ndo anayeshughulikia familia yake. Hata kibarua kiote nyasi kabisa. Joshua akambembeleza sana kwamba apumzike tu. Mwisho Shola akakubali. Mida baadaye Joshua akamfuata dada yake. Akamwambia nahitaji msaada wako. Nahitaji unisaidie niondoke na Shola kuna Cape Town. Lauren ikabidi angalie sije kwa bi mkubwa yupo. Na kusubiri useme kama hii ni prank. Sio prank, ni kweli. Lauren akaanza kuhoji kwa nini afanye vile. Anasema anampenda sana Shola, hataki endelee kuteseka kwenye jumba lao la dhahabu. Akambembeleza dada yake sana pale. Mwisho Lauren akakubali. Joshua akaanza kumwelezea mpango sasa, mpaka kumtoa Shola humo ndani. Lauren akashangaa. Walipanga haya toka lini? Ni kitabu sana. Ile divine na mapenzi na ishi Joshua kanywa yote kabisa. Si kumpenda hivi. Mara mama yake akawafuma mamekaa pale. Akauliza mnafanya nini hapa? Wote kimya. Lauren anajifanya anasoma kitabu. Na kuulizeni nyinyi, mama tulikuwa tunamwongelea rafiki yetu tu hapa. Ndio maana tupo hapa. Ni stori za rafiki tu hao? Ndio. Muda huo Lauren kaukausha yuko busy na kusoma. Sijui kama yuko kusoma yenyewe anasoma. Baada ya Joshua kumjibu mama yake akasepa. Mama akakaa na Lauren. Lauren kauchuna huyo. Mama usiniulize maswali, mimi najisomea zangu hapa. Mida baadaye Joshua yupo na Shola. Akamuuliza vipi kuhusu kuna Cape Town? Cape Town? Hauniingia akilini wa mji. Sina sikia unaenda chuo. Basi Joshua akaanza kumwelezea mikakati. Kama ataenda chuo ila atamchukua na yeye wakatafute maisha pamoja huko. Shola akakubali kwenda. Joshua alifurahi kinoma pale. Baada ya mwezi mmoja mipango na mikakati ilikuwa inaenda sawa. Washamwajiri mtu wa kuwatengezea kila kitu. Rona alikuwa akiwasaidia kwenye kila jambo. Wakati wako pale, Shola akapokea ujumbe kama visa yake imekubaliwa. Basi ni sherehe na makumbato mengi eneo la tukio. Huku upande wa ndani yupo bi mkubwa. Katulia zake hana hili wala lile. Mara kuna SMS inaingia. Bi mkubwa kanuna. Huyu kijana anajifanya ana akili sana. Anapanga mipango yake ndani ya nyumba yangu. Inavyoonekana bi mkubwa kasanuliwa mkasa unavyoendelea. Huku Joshua anakunja nguo. Mara bi mkubwa anakuja. Bi mkubwa akawa mpole na kumwomba samahani mwanawe. Akadiriki mpaka kupiga magoti akamwomba samahani tu mwanawe. Oh mama, usifanye hivyo. Unafanya nini mama? Basi Joshua ikabidi amsamehe mama yake. Joshua anaenda Cape Town kusoma, ila anataka toroki na Shola huko. Bi mkubwa ajue mwanae anaenda kusoma, kumbe ndo mazima kabisa. Huku Shola dereva kapoa mabegi apeleke kwenye gari. Wakati huo Shola anaongea na Joshua kwenye simu. Baada ya hapo dereva akamwambia fanya haraka uondoke. Muda huo bi mkubwa anawacheki tu. Akashuka ngazi kuwafuata. Hey, nyinyi wawili mnaenda wapi? Wakaanza kujikanyaga pale. Na kuulizeni mnaenda wapi? Kila mmoja hajua jibu nini. Shola akasema, "Auntie Lauren kanituma sokoni." Oh, naona. Soko lipi hilo? Wanaangaliana hajua jibu nini. Lile pale Tama. Oh, na kuoneni. Basi tudeni wote. Wakawa hawajui wafanye nini. Wamekamatwa kisawa sawa. Shola hakuona jinsi ya kuondoka na bi mkubwa. Wakati hapo kwenye gari bi mkubwa alimkata jicho hilo. Akamwambia, unaonekana upo sawa. Hapana, nipo sawa tu.
Basi akaanza kupiga maswali pale, anajibu ila ile roho haipo kabisa. Walipofika sehemu akamwambia ashuka akaangalie nyama, ila anashuka Shola akawa anataka kumtumia SMS Joshua kama ameshikwa huku, haangalii kama yuko barabarani. Mara ajali, mama kaona huu msala. Muda huo alomgonga anataka kukimbia, mara akabanwa na raia hapa ukimbii. Muda huo bi mkubwa akamkimbia Shola kati yupo chini, yule alomgonga msala ukamwangukia, ikabidi amchukue tu huku. Kwa bi mkubwa akarudi kachoka, kishotoka kufanya tukio zito huko. Anakuja Lori na anaanza kumuuliza Shola uko wapi? Mama anasema amekimbia, nimeondoka naye kwenye gari akanikimbia. Haiwezekani kutokea, kwa sababu ilikuwa kidogo tu. Kwa hiyo mimi ni muongo? Mama, umemfanya nini huyo binti? Mama kimya, wacha nimpigie Joshua. Usije ukafanya hicho kitu hata siku moja, usifanye hicho kitu. Ndio mama kumfungulia kwamba Alikufa. akamwambia alitokea kwenye gari na kukimbia, gari ikamgonga. Anasema Amejiua mwenyewe. kwa hiyo hujataka hata kuna kumsaidia? Mama mkavu muda huo. Rauna anataka kumpigia Joshua. Mama akasimama na kumwambia Usisubutu kufanya hivyo, usivuke mipaka yako. Mama akamchimbia mikwala na kumtisha Lauren. Akamwambia ukusubiri kuongea atampigia shoga yake mmoja ambaye anaitwa Lydia na kumwambia kama kuna siku alimoverdose madawa. Lauren akaanza kutetemeka pale, hacheki na yoyote yule kwenye anga zake. Lauren akabaki anaumia tu. Bi mkubwa kuishia hapo tu, akatengeza voice ambayo inafanana na Shola ya kusema anamwacha Joshua. Bi mkubwa ni kauzu sana, akatengeza mazingira ambayo hata Joshua akija kurudi hata uliza kuhusu Shola yuko wapi. Yule jamaa alimgonga Shola akamleta kwake. Daktari anakuja kwake kumuuguza. Jamaa anasema yeye alikuwa anatoka garage, alimkuta kashafungwa tayari. Yeye ni msalamia mwema tu kumbeba. Nasi akasema basi nitakuja baadaye kumshughulikia. Ile Nasi anaondoka tu, Shola ndo akaamka. Shola akauliza nipo wapi hapa? Uko kwenye nyumba yangu. Hivi kwani jina lako ni nani? Jina langu? Ndiyo. Sikumbuki naitwa nani. Ishakuwa shida hii. Jamaa alimgonga Shola anaitwa Kofi. Jamaa akaona msala huu, ila Nasi akamwambia itabidi aende naye mpaka tupata kumbukumbu zake. Kisha Nasi akaondoka. Baada ya miaka 5 kupita, Joshua leo karudi masomoni Cape Town. Lauren akaenda kumpokea. Joshua cha mwanzo kumuuliza Shola yuko wapi. Lauren akosa majibu ya kumpa. Alichimba mikono na mama yake kwa hawezi kusema lolote lile. Basi Joshua akafika nyumbani, akaingia ndani. Bi mkubwa akatunga story na kusema Shola amepata ajali na kufa huko. Kwa hiyo akamchukua na kumzika kwa heshima tu, na akamwambia atapata mwingine zaidi ya Shola. Muda huo anamwangalia Lauren ile jicho kama atulie hivyo hivyo, usiseme kitu hapa. Lauren aketikia tu kama anachokisema bi mkubwa ni cha kweli. Joshua kwa uchungu akaondoka. Wakati Lauren anataka kumfuata, bi mkubwa akamzuia. Joshua aliingia chumbani, alilia sana. Mapenzi yanauma kiasi gani? Yanauma sana. Huku kwa Kofi, jamaa anapiga mikeka yake. Mara kuna mtoto anamzingua. Hatujui huyu mtoto ni wa nani. Anafukuza ila bado anamzingua. Wakati anataka kumpiga, Shola akaja na kumzibia mwanawe. Muda huo Kofi anaongea tu. Shola akamjibisha kibao. Kofi akasema sana pale. Ndio tunajua kama Shola akajifungua mtoto na kazaa. Ila hatujui mtoto ni wa nani. Au ni wa Kofi, au ni mtoto tu amemlea. Tutaelewa mbele tu. Mida baadaye Shola anajiandaa kutoka. Mzee mkubwa Kofi yeye anaweka mikeka yake tu. Anatafuta odi mbili za uhakika yake mikeka. Shola akaanza kutafuta kipochi chake akioni. Ikabidi amuulize Kofi, "Umenaonea kipochi changu?" Kwa hiyo unanizania mimi ni mwizi? "Sio hivyo, niliweka pale kipochi ila sikioni." Misi wahala. Kwa hiyo unaongea kwa mafumbo kama mimi ni mwizi au? Shola bado anasema si kama we ni mwizi, na kuuliza tu umenaonea kipochi changu. Si Mario, inatakiwa ujue hii nyumba ni yangu. Kila kitu unachokiona kikiwemo ndani ni mali yangu. Uelewe hivyo. Baada ya kusema sana akamtupia kipochi chake. Shola akaokota na kuangalia pesa hamna kitu. Kofi alilalamika huyo kama yeye kaibiwa, wakati yeye ndo kachukua hela. Shola akaona ya nini, ikabidi aondoke tu. Mzee wa kubeti akaendelea kuweka mikeka yake. Huko sokoni tunamkuta Lauren anachagua matunda. Kwenye njia hiyo hiyo anapita Shola anaongea na simu. Kashakosa interview aliyokwenda kufanya. Lauren akamkimbilia mbio. Lauren anamwita Shola, yeye mwenyewe anajishangaa. "Shola, jina langu ni Mary." "Acha utani Shola. Na kujua vizuri sana. Inawezekanaje kuwa mzima?" Shola ambaye ni Mary kwa sasa akaanza kumwona na mjazia nzi tu. Akataka kusepa. Basi Lauren akamwambia wacha nikupeleke unapokwenda. Shola akakubali, akaingia kwenye gari akaenda naye. Ila Lauren bado anashangaa tu. Hivi ni kweli macho yake ama vipi? Maana anaona maruerue tu. Akampeleka mpaka nyumbani kwake. Kufika kule akamkuta mwanae Shola. Ndio tunajua kama Shola amezana na mtoto. Muda wote huo Lauren haamini macho yake. Basi akaondoka na kurudi nyumbani kwao. Bado anawaza ni Shola kweli ama ni pacha wake.
Akaja Joshua kumshtua. Vipi, kila kitu kiko sawa? Akawa anatamani kumwambia ukweli. Joshua kakaa. Kwani uko sawa? Joshua, samahani sana. Nitamani kukwambia ile nimeambiwa nifunge mdomo wangu. Joshua anashangaa. Kitu gani unataka kuniambia? Kila kitu alikwambia ni uongo. Kila alichokuambia ni uongo. Kinaendelea nini hapo? Lauren akashindwa kumwambia ukweli. Huyo mama anakuja muda ndio kabisa. Sijui ana machala ama vipi. Basi akajibabaisha bibi mkubwa akaondoka pale. Lauren akashindwa kuongea tena. Joshua akaondoka pale. Ila Joshua kama kanoti kitu hivi. Mida baadaye Joshua anampigia mtu mmoja hivi. Akataka afuatilie kumuhusu Shola. Ni kama kuna kitu anamficha. Huku kwa Shola yupo zake anachambua mchele. Anakuja Kofi kalewa sana. Shola anamwangalia tu. Anaenda kusearch mabegi ya Shola, anakuta hela hamna. Baada ya kukosa hela akamfuata Shola na kumdai hela. Shola yeye hana hela. Basi alimpiga sana pale. Shola anateseka sana kwenye hii nyumba. Siku kadhaa mbele Lauren akaja kwa Shola tena. Lauren kumuona Shola kamuona akajificha. Basi Shola akamfuata na kumgongea kioo. Lauren akajificha kama akamletea zawadi na nini, akakaribishwa mpaka ndani. Basi Lauren akamwomba Shola amletee maji. Ila anaingia ndani, Lauren akamnyonyoa nywele mtoto wa Shola ambaye anaitwa Michael. Uletwa maji, akaaga akaondoka. Wakati anaondoka, maji alikuwa kashasahau kabisa. Akashtuliwa, akaja kuchukua maji yake. Kisha Lauren akaenda chumbani kwa Joshua. Akaenda kuiba mswaki kule, ila anatoka tu Joshua huyo. Akauficha haraka haraka. Akajibabaisha pale kisha akasepa. Joshua kama kaisi kiti hivi, ila akapotezea tu. Basi kadhaa mbele kuna mzigo wa Lauren ukao umeletwa kwao. Basi Joshua ndo alikuwa karibu anauchukua. Ila anaingia nao tu ndani. Lauren huyo akapokua haraka haraka. Joshua mwenyewe akashangaa, vipi huyu? Kufika ndani, Lauren akaana angalia zile karatasi. Zilimshtua kweli. Hatujui ni karatasi za nini. Akawa analia Lauren. Mida baadaye Joshua akaziona zile karatasi. Akaenda kumuuliza Lauren, "Hizi karatasi za nini? Kwa nini ameenda kucheki DNA yake? Na Michael ni nani?" Kumbe Lauren anaenda kucheki DNA bwana. Mida ile akaja mama. Ngenge, Lauren akasema, "Shola ni mzima." Nini? Shola ni mzima na ana mtoto Michael. Na kutokana na karatasi ulobeba, wewe ndo baba yake. Bi mkubwa akataka kuchangia pale. Ila Lauren alikuwa kashachafukwa tayari na moyo wake. Kinaendelea nini hapa? Yule binti sio tabaka lako kabisa na huwezi kuwa naye. Kitu gani kilichomtokea Shola? Sasa hivyo mnavyoongea kama mimi ndo nilosababisha. Ulikuwa una nafasi mama. Ulikuwa una nafasi ya kufanya lolote lile. Lakini umechagua kutomsaidia. Licha ya maneno yote ambayo alitolewa Bimdashi, bado aliendelea kujitetea tu. Joshua alimkataa kama yeye mama yake tena kwa alichokifanya kisha akaondoka. Lauren akamfuata pale. Joshua akamtaka Lauren atoke kwenye gari. Ila Lauren anasema anataka kumsaidia. Nakumbuka yeye ndiye pekee ndo anajua Shola uko wapi. Basi Lauren akampeleka kwa Shola. Ile kumuona Joshua akamkimbilia Shola huko akimuita. Shola akamsogeza. "Kwani wewe ni nani?" "Miss Lauren, kinaendelea nini hapa?" Lauren hana majibu kabisa. Basi Shola anazidi kuchanganyikiwa tu. "Mwanzo ilikuwa ni wewe, sasa hivi ni yeye." Basi Joshua akatoa simu na kumuonesha picha Shola. Mara anakuja Kofi. Kinaendelea nini hapa? Mbona mnacheza na mpenzi wangu? Lauren akamtaka Shola ende naye yeye na Michael. Ila unaojua mziki wa Kofi. Alimpiga mkwala mmoja tu, Shola akaondoka. Joshua akataka kuacha na Kofi, ila Lauren akamzuia. Basi Lauren akasepa na Joshua pale. Kofi akamtishia Shola, basi mbio. Kofi anapekura mkoba wa Shola. Akachukua simu ya Shola. Huyu mchizi ana mpoko gani kwenye kichwa chake? Tutajua tu mbeleni. Kwa Joshua na Lauren wakawa wanagombana. Kwa kuweza kumficha mwanzoni kipi kilichotokea kwa Shola. Mara simu ikaita. Joshua akajua ni Shola. Kumbe alikuwa ni Kofi. Akamwambia kama unamtaka Shola basi fanya tuonane. Mchizi akasimamisha gari akasepa. Hajamwambia Lauren anaenda wapi. Kumbe ameenda kuonana na Kofi. Kofi akamtaka ampe milioni 5. Chao akasema 6, mwambie 6. Milioni 5 inatosha kumwachia Mary. Joshua akaona anamtania tu akasepa. Chao akamfuata bosi. Tumekubaliana 6. Mbona umemwambia 5? Kofi anacheka tu pale. Sijui ana mpoko gani huyu jamaa. Huko Lauren anataabika kumtafuta kakake ampati. Mara mama anakuja na kumuuliza kuna nini? Kakako yuko wapi? Lauren anasema toka mchana alipoondoka hajarudi mpaka sasa hivi. Na simu yake haipatikani kabisa. Mara simu inaita. Kumbe Kofi kamteka Joshua na kwa sasa anahitaji milioni 15 kumwachia Joshua. Si unajua kishua. Huku kwa Shola wakati anashona, Kofi alisahau simu yake. Basi ikawa inaingia SMS tu. Kwenye kufungua hivi akagundua kama Kofi kamteka Joshua. Akairudisha simu haraka haraka. Akaja Kofi pale na furaha kibao. Akachukua simu yake. Ila anaondoka tu kama kapata mashaka hivi. Ni kama simu imechokorwa. Shola akajifanya uko busy sana na kazi. Umeshika simu yangu. Shola akakataa kabisa. Kumbe mchiza kushtuka ni machale tu alimcheza. Basi Kofi akaongea pale huku anasepa. Shola baada ya kugundua Kofi kaondoka kweli, akampigia simu Lauren na kumwambia Kofi kamtika kaka yake.
na anajua sehemu alomtekea. Basi wakaenda kukutana eneo la tukio, na alikuwa amekuja na askari. Basi Shola akaingia kwenda kumfungua kamba Joshua, ila kubahatika akafumwa na wazee wa kazi. Basi Kofi akachukua gongo na kumpiga Shola la kichwa. Pale pale askari akaingia akampiga shaba Kofi na akakamatwa na wafuasi wake wengine, na Joshua akaokolewa pale. Basi wakamchukua Shola na kwenda kumtibu. Wakati Shola akapumzika, Joshua akaanza kusema kwa huzuni sana. Mwisho akawa analia kabisa, huku akikumbuka nyakati alizokuwa na Shola kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mpaka mipango ya kuanza kuondoka pamoja kwenda Cape Town. Wakati Joshua yuko pale, Shola akaamka, na safari hii alikuwa kashakumbuka kila kitu. Basi makumbato ni mingi eneo la tukio. Mwisho akamwambia kama Michael ni mwanawe, akaanza kumhadithia mateso aliyopitia kwa Kofi, ila kwa sasa itabakia ni kumbukumbu tu ambazo iliwahi kumtokezea. Basi familia ikawa pamoja pale. Mara anakuja bi mkubwa akataka kupiga magoti kwa yote aliyofanyia Shola, na kwa sasa moyo wake umekubali kama Joshua awe na Shola tu, na akamkubali Michael ni mjukuu wake. Na hapo ndo mwisho hii movie ya kuita Painful Promise, ahadi yenye maumivu sana. Tupia maoni yako, umeonaje mzigo? Pia usisahau kusubscribe channel yetu ili izidi kukua kwa kasi sana. Kibwagizo cha leo, kumbuke kwamba shida, maumivu na mitihani ni jambo la kawaida kwenye maisha. Kuna muda utafika kukata tamaa, ila usiache, wewe songa mbele tu. Yachukue yale maumivu kama changamoto tu. Usiache kitu kise kinakuumiza ama kinakukatisha tamaa. Kumbe ndo pale ambapo pana mafanikio ndani yake. Hakuna jambo jema linalokuja kwa urahisi. Lazima maumivu na mitihani ndani yake ndipo utalipata. Wewe kaza tu, usiache kamba. Mungu atakupa tu siku moja. Hayo si maneno yangu bali maneno ya storyteller wako, ni Mr. Coleman ama Jangaba Official. Na hii ni 071 Code Recap. Asante sana kwa kuweza kunisikiliza. Naweza kusema bye bye.